as dedicating our mothers to the Lord. Our theme scripture is the book of Genesis, chapter number 2, chapter number 3, and verse 20, as it has been displayed on the projector. And it says, Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. By that time, Eve had not become the mother. But this is a prophecy. Praise the name of the living God. It is a prophecy that is being given that Eve would become a mother to all. Hallelujah. Praise the name of the living God. I want to say this, as I said, and I'm repeating, that a mother is important. And the theme of the day is the importance of a mother. Not that men are not important, not that fathers are not important, but a mother, we are because mothers are there. Okay. Pastor, uliingia kwa Kiingereza sana, hatukuelewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nasema ya kwamba kina mama ni watu wa muhimu sana katika dunia hii. Na sisemi kwamba wakati nataja nikitilia mkazo kwamba wakina mama ni watu wa muhimu, siachili kando na kusema kwamba wazee si watu wa muhimu, akina baba si watu wa muhimu, lakini tuko kwa sababu akina mama walikuwepo. Sio kama nawasiliana na mtu asubuhi mchana wa leo. Yaani akina mama tuko kwa sababu walituzaa. Na maandiko yanasema kwamba akamwita mkewe Eve ama Hawa kwa sababu atakuwa mama wa viumbe vyote vinavyoishi. Jina la Bwana lipewe sifa. Wa vyote viishivyo. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa 10 nikidhania linasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni fupi. Kumaanisha kwamba mwanadamu alizaliwa na mwanamke. Hakuna mwanadamu ambaye tunaweza sema hakuzaliwa na mwanamke. Kila mwanadamu dunia hii alizaliwa na mwanamke. Kwa hivyo tunaposherehekea kina mama, uwe kwamba wewe ni mama ambaye umepakata mtoto, uwe kwamba wewe ni mama ambaye hauna mtoto bado wewe ni mama. Praise the name of the living God. Kwa tunapongea juu ya kina mama, usijihisi out of place. Jihisi uko pale ndani. Praise the name of the living God. Wewe ni mtoto wa kike, haujafikia hata hujafikiria, lakini uko pale, wewe ni mtoto wa kike. Jihisi kwamba tunakusherehekea na kukuombea siku hii ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Uko katika ule muktadha wa mambo ambao tunayatekeleza, wa watu ambao tunawasherehekea siku hii ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akasema huyu atakuwa ni mama wa vyote vinavyoishi, ambaye ni Hawa. Praise the name of the living God. Na nikawa nasema ya kwamba wakati Mungu alikuwa anamuumba Adamu, akamuumba Adamu na akasema sio vyema Adamu akaweze kukaa peke yake. Praise the name of the living God. Si vyema, kumaanisha kwamba aliona akimtengeneza Adamu peke yake pana kitu bado kitakosekana. Praise the name of the living God. Akina mama, bila nyinyi kuna kitu kinakosekana. Praise the name of the living God. Wakina mama, kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwenu. Labda haukuweza kujielewa, lakini nimekuja nikuambie there is something unique God has put into you. Ni kwa nini akina mama wanahangaishwa? Ni kwa nini akina mama wanapitia mambo ambayo ni magumu? Ni kwa sababu ya hazina walioibeba. Praise the name of the living God. Na ndio ninahisi msukumo wa kuweza kuwaombea Mungu akaweze kuwajalia neema. Jina la Bwana lipewe sifa. You know the Bible says you cannot enter into a strong man's house to steal until you tie the strong man in that house. Hauwezi ukabomoa na ukaibe katika nyumba ambayo kuna watu ambao ni wenye nguvu kabla haujaweza kuwafunga wenye nguvu. Wapendwa, ndani ya nyumba zetu kuna watu wenye nguvu ambaye ni akina mama. Ndio kwa sababu shetani anatambua, anajua nikivuruga mama hii nyumba haitasimama. Sio kama ninawasiliana na mtu mchana wa leo. Na ndio sababu nimekuja kama mtumishi ambaye niliitwa nikaweze kukulea wewe ambaye unanitazama. Nimesimama kwa pengo kwa sababu ya kutetea hicho kilicho ndani mwako, shetani asije akanyakua.
Praise the name of the living God. Nimekuja nikakutetee wewe ambaye ni ngao, wewe ambaye ni nguzo katika nyumba yako, ambaye ni mwanamke, ambaye ni mama, ya kwamba utabaki umesimama. Praise the name of the living God. Najua pana changamoto nyingi, najua kuna vitu vingi ambavyo vinakuinukia, but I have come to stand with you that today, as we celebrate and commemorate this special day that we call International Mother's Day, that we are remembering you, that God will protect you, that God will elevate you, that God will give you strength, that God will uplift you, that God will see you through, that your enemies shall be the enemies of God, that those who are going against you, they shall see the hand of God. They are going to be fought by God. Watakao pigana na wewe watakutana na Mungu mwenyewe, watakutana na ghadhabu ya Mungu. Chini na waombea akina mama, may God protect you. Praise the name of the living God. Akina dada wetu, wasichana wetu, may God protect you, may God stand with you, may God see you through. Rekabagandaba. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akawaimarishe. Wapendwa, tunaishi katika siku kuna magonjwa mengi yameinuka, na asilimia kubwa ya yale magonjwa ni ya wanawake. Ni kweli si kweli? Praise the name of the living God. Do you know why? The devil understands that when I deal with the women, then the whole society is gone. Praise the name of the living God. Somebody said somewhere, I don't know how true it is, but if you educate a girl child, you have educated the whole society. Praise the name of the living God. Why? A woman can go in the market. She has been given 50 shillings, maybe to buy a soda. The woman would think of the husband back at home. The woman would think of the children. But a man can comfortably buy a mandazi and a soda and take her at his own comfort. Praise the name of the living God. Oh, may God protect you mamas for me. Si Mungu akawafunike na damu ya Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Women are special species. Ndio sababu utapata mama yuko sebuleni ameketi, baba amechora nne anatazama runinga, mama amekelea gesi pale na ameweka maziwa juu, mama amepakata mtoto wake, but at the same time anadondoa mboga, at the same time baba anamuuliza maswali ya kijibu na hawezi jibu wrong, at the same time kuna simu inakuja mama anajibu. Oh my God, praise the name of the living God. Women are special. Praise the name of the living God. At the same time baba anamuambia chunga maziwa yatamwagika. Oh my God. Si Mungu anifunikia wakina mama, si Mungu apatie neema, si Mungu akawaimarishe. I'm talking about ladies. Praise the name of the living God. I feel deep inside in my heart that I should pray for you. Jina la Bwana lipewe sifa. Oh my God, imefika mahali. I was talking with my wife. Wakati umefika, tumewaachia muda mrefu. Wakati ikifika ni family planning. Unaambia mama utajipanga, wanaume ndani ya nyumba. Wakati umefika hata nasi tujipange. Ninajua mtanichukia. Praise the name of the living God. But I have come to stand with the women. Praise the name of the living God. Wakati umefika, kama hakuna mtetezi, nitasimama na nyinyi. Watoto wetu wa kike, inafika mahali mlikuwa wawili, ndio imetendeka makosa. Mtoto amepachikwa ujauzito, lakini linafanyika mtoto wa kiume anaendelea na masomo, mtoto wa kike ako nyumbani anasomewa. Society inamwangalia, inamnyoshia vidole. Nimekuja kusimama na nyinyi. Praise the name of the living God. Pana siku moja wakati watu walichukua mwanamke wakampeleka mbele za Yesu, wakamwambia Yesu, kulingana na sheria ya Musa imeandikwa ya kwamba mtu yeyote atakaopatikana na kitendo kama hiki akaweze kuuawa, apigwe mawe hadi akufe. Mwanamke amepelekwa, ametenda usherati. Mwanaume alikuwa wapi? Wanawake wamedhulumiwa kutosha. Enough is enough. Praise the name of the living God. Hauwezi jifanyia usherati peke yako. Wakati mwingi tumenyosha vidole, wanaume tumenyosha vidole. Wakati umefika, enough is enough. Praise the name of the living God.
Sema wanawake ni wasengenyaji. Siku hizi nimesema kuna wanaume wengine lazima tutawashonea madera. Am I talking to somebody? Praise the name of the living God. Jina la Bwana liinuliwe. Women are important species. Mothers are important species. And the devil understands that. Debe shinda huwa wanasema liachi kutika, lakini wakati mwingine anasema katika muktadha huu ndilo linaloandamwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Chungu kilicho na nyama na chungu ambacho kina kunde ama mkunde. Bwana asifiwe. Ama kina sukuma, chungu kipi ambacho kitashambuliwa na paka? Women, may God bless you. Kuna nyama ndani mwenu. Kuna nyama ndani mwenu. Hayo mambo ambayo mnainukiwa ni kwa sababu ya hiyo nyama ambayo Mungu aliweka ndani mwenu, lakini lichukuliwe jina la Jehova. Ninaishi, kuna neema ya ajabu ambayo Mungu ameweka ndani mwangu, ameweka juu ya kichwa changu siku ya leo. Kupitia kwa neema hii kuna watu wanakombolewa, kuna wanawake wanawekwa huru, wale ambao wameandamwa na magonjwa kuna watu wanawekwa huru, wengine wanahangaika watoto wao. Oh my God, maandiko yanasema ya kwamba mtoto mwenye hekima, mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mbona sio baba? Praise the name of the living God. Wamama tumeelekezewa mambo mengi, lakini siku ya leo ninaomba Mungu akakukumbuke. Ninaomba Mungu asaidie huyo mtoto ambaye amekuwa mpumbavu. Natangaza hekima ya kipekee. Praise the name of the living God. Mara nyingi wazee wameongea, wakaangalia mtoto ambaye anasumbua, mtoto ambaye hafanyi vizuri darasani, wakasema hii ni tabia ya kwenu. Kwa kina nani? Kuanzia siku ya leo na kanusha. Praise the name of the living God. Kuanzia siku ya leo na kanusha. Hata kwa kina mama kuna watu wenye hekima. Hata kwa kina mama kuna watu waliozaliwa na akili. Hata kwa kina mama kuna watu ambao wanaenda university. Am I talking to somebody? Praise the name of the living God. Kama kuna siku nitawatetea ni siku ya leo. Na ni Roho wa Mungu yuko juu yangu. Roho ya Mungu amenipaka mafuta kusimama na akina mama. Sio kwa sababu ninahitaji kura. Nilipigiwa kura na Yehova tayari. Ni yeye alinituma nikasimame na nyinyi, nikaweze kuwaokoa, nikaweze kuwakomboa. Katika jina la Yesu Kristo, may you receive the grace in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. There is great revival that even as we are going to pray, hamtakejeliwa tena, hamtarushiwa vijembe tena. Mungu akawajalie. Watoto wetu wamehangaika, watoto wetu hata wengine ni tabia za kina baba yao, lakini wanakurundikizia wewe mama. Hallelujah. Damu ya ukoo ya kwa kina baba inaandama mtoto, lakini mama ndiye atawalishwa. Mtoto amepata ujauzito. Hao sasa unaona? Wewe ulei mtoto vizuri. Hatuangalii kumbe ni damu ya ukoo kwa kina baba. Am I talking to somebody? Sio kila kitu tutasema mama. Lazima tukae kwenye meza tuangalie vizuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Wengine tuangalie ratiba, tuangalie ramani kutoka kule nyuma. Ndio umesema mtoto huyu ametenda kosa. Tuangalie huku kwetu lineage yetu iko namna gani? Kwenyu lineage yenu iko namna gani? Am I talking to somebody? A day has come. A day of deliverance. May you receive the grace of being delivered. Praise the name of the living God. May you receive the grace of standing out to be counted. Jina la Bwana liinuliwe. Mungu akatujalie siku ya leo ukombozi ukaweze kufika kwako. Mama umehangaika. Gone are the days wakati ilikuwa mzee anaondoka apiga gumzo pale. Mama ameondoka, especially kule kwetu Bungoma. Kuna wakati fulani kipindi kile nikiingilia kule, mama angetoka na uteo, ameweka viazi, ameweka ndizi na chupa ya mafuta taa na kamfuko kaunga, anaenda kutafuta. Baba alienda pale kwa mahali ambapo wanakunywa busa, anangojea jioni atakuja kuitisha nyama ambaye hakuweza kuinunua. Praise the name of the living God. Today is an end of that. Kuna wanaume ambao wametelekeza watoto wao. Jina la Bwana lipewe sifa. Hao tunawaita wanaume bwege.
Jina la Bwana linuliwe. Wametelekeza familia zao. Mama anahangaika. Wamama wengine tumewaweka katika hali ambao hawakupenda. Maisha yamewasukuma wakajiingiza katika ile hali. Natangaza ukombozi siku ya leo. Mama, Mungu akakukumbuke. Praise the name of the living God. May God remember you. I was telling you about my brother Ajumba, who was a drunkard. Hangeweza kupasua kuni kwa mke wake. Lakini akienda kwa mama Pima, tunapita napata Jumba na pasua kuni. The wife reached somewhere akasema, mimi ndoa imenishinda naenda. Namwambia hapana, acha tuendelee kuomba. Jina la Bwana liinuliwe. Wanakuja wanamuita Miriam, mtoto, nimeona mume wako ako kwa mtaro, mvua imenyesha, kimeanguka kwa mtaro huko. Jina la Bwana lipewe sifa. But I thank God, Mungu alimkomboa. Kama kuna watu kama usiku ya leo, natangaza kama vile Mungu alitendea shemeji yangu, si Mungu akaweze kuwatendea. Wengine ni vijana wetu, wengine ni watoto wetu. Natangaza siku ya leo, kwa hiyo neema ya ukombozi ipokee siku ya leo. The mighty name of Jesus. Let me mention a number of things about the importance of women, and then we pray together in the name of Jesus Christ. I want to talk about a number of things. Tulianza asubuhi, na asubuhi tuliongelea kuhusu mambo ya mambo manne kuhusu umuhimu wa mama. Nataka tuweze kuendeleza, na itakuwa ni baraka tele. Number one, mothers are good comforters. Mothers are good comforters. Wamama ni wafariji wazuri sana. Ni wafariji wazuri sana. The book of Isaiah chapter 66 verse 13, the Bible says, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Praise the name of the living God. Can you imagine? Yani Mungu anafananisha faraja ya mama na yeye mwenyewe. Oh, how important are women, are mothers. Praise the name of the living God. Mtoto anaweza akajipata kwa janga, baba akaambia mtoto, it's okay, yeah, it's okay. Lakini mama anakuja, my daughter, my son. Ile comfort ya mama, it cannot be compared to the comfort of the father. And it is the Bible. Praise the name of the living God. Mothers are good comforters. Wakati mwingi jambo linapotukia katika jamii, mtoto atakimbia kwa mamake, sio kwa baba. And it's very natural. It's not Pastor Vudiko is saying it. So mothers, know that you are good comforters. If you are not a good comforter, it is only that you don't exercise it, but it's in you. Ni kitu ambacho kiko inbuilt. Am I talking to somebody? Praise the name of the living God. Ni kitu ambacho Mungu aliumbia ndani mwako. Kuna mahali fulani ambapo siwezi nikakumbuka vizuri, lakini kuna mahali Biblia inasema ya kwamba sauti ilisikika, Raheli akiwalilia. Kuna mtu ambaye asoma mstari kama ule? Jina la Bwana lipo sifa. Raheli analia kwa sababu ya watoto wake. Praise the name of the living God. Machozi ya mama yanaleta ukombozi. Machozi ya mama yanasaidia. Machozi ya mama yanafunika mtoto ambaye ako katika ungaibuni. Machozi ya mama yanafunika mtoto ambaye alitoka akaenda mji wa Nairobi, ambaye alienda katika miji mingine kwa sababu ya kutafuta. Machozi ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Mothers are good comforters. Number 2, let us look. Number 2, mothers are good secret keepers. They are good secret keepers. Luke chapter number 2 verse 51. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in heart. Hallelujah. Hao ni akina mama. Haya mambo yote mama yake aliweka ndani ya roho. Praise the name of the living God. Now this is dangerous also. It can be either way. Hallelujah. Jina la Bwana lipo. Kuna msemo mwingine huko kwetu Bungoma, sio huko Kitale. Wao wanasema ajuae baba ya mtoto. Oh, kumbe hata nyinyi iko pia huko Kitale. Bwana asifiwe. Yani mama anaweza weka siri.
Wewe baadaye unakuja kushtuka. Umekuwa kilea watoto wa wenyewe. Lakini hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Mothers are good secret keepers. Wakati mwingine labda kwa bahati mbaya mtoto apate ujauzito, atakimbia sana kwa mama, and then unapata kwamba hata labda mtoto alitoka nyumbani, wanatafuta mpaka baba anaenda kwa kituo cha polisi kuomba kupiga ripoti. Hayo mtoto wangu amepotea. Mama tena anasaidia kutafuta. Kumbe mama alijua kitambo ameweka nini. Lakini wamama msikuwe hivyo. Praise the name of the living God. Weka siri nzuri. Hallelujah. Zile siri zingine ambazo zitakuja kuharibu maboma zetu tusije tukaziweka. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ambaye anakosa, jaribu sana, fanya majadiliano. Jina la Bwana lipo sifa. Mothers are good secret keepers. But I want to tell you, keep secrets. Keep good what? Praise the name of the living God. Don't keep bad secrets. They can harm you in the future. However much it can take, a secret can come and be revealed later. But if it was a bad secret, then it is going to harm you. It is going to ruin your life. Praise the name of the living God. Another number 3, mothers are naturally teachers. They are naturally teachers. Titus chapter number 2, verse 3-5. This is what the Bible says. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderous or addicted to much wine, but to teach what is good. Number 4, then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Praise the name of the living God. Yani wanawake wazee wakawafundisha wanawake ambao ni vijana. Jina la Bwana lipewe sifa. It is very much natural. Na ndio hata from that context, apart from that context, utapata ya kwamba kama kuna mwalimu wa kwanza ambaye huwa anafundisha mtoto ni nani? Ni mama. Jina la Bwana lipewe sifa. Jua jinsi ya kusema baba, jua jinsi ya kusema hapana, hii ni mbaya, ni mama. Mama ndiye mwalimu wa kwanza. Jina la Bwana lipewe sifa. Mama ndiye anafundisha mtoto kwenda lugha. Jina la Bwana kwenda haja. Ni mama. Praise the name of the living God. Mama ndiye anafundisha mtoto kutembea. So hata wazee wakati inafika mahali mnaona mtoto amepata kazi ka M-Pesa kanaanguka kwa mama, tafadhali usinyoshe vidole. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kwa sababu mama amefanya kazi kubwa. Praise the name of the living God. Yeye ndiye alianza kwanza, na Biblia inasema ya kwamba yule mkulima mwenye bidii nawe wa kwanza kula nini? Mavuno. Na ni maandiko inasema, sio Pastor Budiko. Pastor unajaribu kuweka viburi kwa wanawake wetu? Hapana. Am I talking to somebody? Praise the name of the living God. Ni kwa sababu gani? Wakati mwingine nimesema ya kwamba inafika mahali tunasema huyu mama ametoa watoto kwangu. Hapana. Mzee, ni mara ngapi umeenda academic day ya mtoto wako? Are we talking? Praise the name of the living God. Ni mara ngapi umeitwa ukaenda shuleni kwa sababu ya mtoto wako? Kuna wazee katika nyumba hii. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine ni sisi wenyewe tunasababisha. Ndio umetoa zile hera, lakini ulipatia nani? Hebu jaribu patia mfanyikazi wako mifupa aende kupatia mbwa. Huyu mbwa atamtambua nani sana? Sababu yeye huwa anaona mifupa ni nani alinunua? Tajiri, si ndio? Lakini akapea nani? Mfanyikazi. Kwa hivyo pesa wewe ni unatoa mfukoni, wewe ndio unafanya kazi. Lakini sasa yule ambaye anapeana, mtoto wangu vumilia tu na hii, wacha tu tungangane. So mama ndiye anafanya nini? Anaonekana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Inapofika wakati wa M-Pesa, tumulio confirmed mama kwanza. Praise the name of the living God. Mungu atusaidie. Hata wakati mwingine nimekuwa nikisema, wakati unajaribu kupeana hela, jaribu sana peana wakati mtoto wako anaona. Hallelujah. Mtoto ajue ni baba huwa anado. Sasa wewe unaenda kuhesabia kwa bedroom, mama fulani kuja, shika hii. Unapeana wapi? Mama akitoka yeye ndio tajiri. Praise the name of the living God.
Mama ndiye anajulikana, hata kama watoto wanajua ndio mama hafanyi kazi, lakini wanasema mama anaye kazi lakini ako na pesa. Praise the name of the living God. Baba haonekani kwenye picha. Taswira ya baba haipo, ni sisi wenyewe ambao tumesababisha. Si Mungu atujalie. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba wanaume ambao tuko kwenye nyumba siku ya leo, tujaribu sana. Tujiweke pia wakati mwingine wakaita mikutano za shule kule shuleni, jaribu tafuta nafasi kidogo enda. Bwana asifiwe. Najua ndio tunahangaika, tunafanya kuchakalika huku nje ili tutafute tukapeleke, lakini siku moja tafuta, fika kule shuleni, uonekane na mtoto wako, atakukumbuka pia. Praise the name of the living God. Siku ile atakapofika atasema kweli niliona baba. Jina la Bwana lipewe sifa. Now, we are saying mothers are naturally teachers. Na ndio nimetokana kwa hilo nikasema mwalimu wa kwanza, unapata ya kwamba vitu vingi, kutembea dede, unapata ni kazi ya nani? Ya mama. Na wakati mwingine sasa mzee, si ujaribu hata wakati mwingine. Hata wewe tembeza, tuamka asubuhi pia nawe fanya da. Sio hautakuwa mwanamke ukifanya vile. Hiyo inaonyesha maana wako nyinyi wote wazazi. Naongea na mtu siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusaidie kina mama zetu. Praise the name of the living God. Na unajua wakati hawa wanawake ni wazuri, hawa mama ni wazuri, so unapata tukiwa bombard na kazi sana, ndio inafika mahali psychologically ile self esteem yao inarudi chini. Lakini tukiwapa muda mzuri, they can do more. Am I talking to somebody? Praise the name of the living God. Tukitaka that they be more productive, let us give them a good conducive environment. Am I talking to somebody? So yafika mahali mtu anasema omba mke wangu afanye kazi. Wewe umetoka kazi, umetoka asubuhi umeenda kazi, ndio unafanya kazi ya ofisini. Tunaongea na mtu siku ya leo. Unafanya kazi ya ofisini, umeenda, uliacha mama. Huyu mama aliamka asubuhi, very early in the morning, akaandaa watoto, akakuandalia maji ya kuoga, akapeleka bafuni, alafu pia akaandaa nyumba. Hata aliamuka kama ni kuku ameenda kufunga mahali pake, kama ni ng'ombe amefunga mahali pake. Alafu baada ya pale amekwambia mume wangu, jamani bye, fika kazini salama, Mungu akakujalia siku na iwe njema. Jina la Bwana lipewe sifa. So ameenda, wakati alienda, wewe hata umeenda, umefika kazini, umeketi, umezunguka na kile kitu cha kuzunguka kwa muda. Bwana asifiwe. Na ukapiga gumzo na watu wengine. Huyu mama baada ya pale alitoa nguo za kufua, akaanza kufua. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe unasema mama nimemwacha nyumba, a stay at home mother. Praise the name of the living God. Baada ya pale aliangalia, akafanya usafi kwenye boma. Chai amekuja kuinywa saa 5 hata saa 6. Jina la Bwana lipewe sifa. Amehangaika, amejua watoto wanarudi kupata chamcha, amekuja, ameangalia awaandalie chamcha kwa wakati ambao unafaa. Praise the name of the living God. Kufikia wakati fulani ng'ombe wanahitaji maji, mama ameenda kushughulika. Praise the name of the living God. Nafika jioni, kuna majukumu mengi yametekeleza hapa. Wewe unarudi nyumbani, unajitupa pale sebuleni, akipelekea maji kwa bafu. Mama huyu ameandaa chakula, watoto wamekula, amehakikisha homework. Hata ndio sababu nimesema hata mambo ya masomo, homework. Mama hata kwenda shule lakini amengangana, anasema jamani umefanya homework, amesukuma mtoto afanye nini? Homework. Baba hajashughulika. Wewe umeenda ati nimechoka, unaenda kulala kupumzika. Mama amehangaika, angalie watoto wao wataondoka mapema, ni waandalie mavazi yao. Bill, umetafuta uniform. Bill, umepaka viatu rangi. Mambo kama yale. Jina la Bwana lipewe sifa. Mama anakuja kulala saa ngapi? Saa 5. Nani anayefanya kazi nyingi? Mama, Mungu awabariki. Praise the name of the living God. Usiwahi sema ati huyu mama hana kazi. Tuendelee. Jambo la 4. The teachings of a mother are a garland of grace. Garland ni maua. Praise the name of the living God. A garland, unaweza sema a crown of grace. Ni kama taji ya neema. Proverbs chapter number 1 verse 8 to 9, the Bible says this. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake. Listen to your mother's, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Praise the name of the living God. A garland to grace your head. Yani ule ushauri ambao mamako anakupatia ni kama
taji ya neema ambayo itafunika kichwa chako. Jina la Bwana lipewe sifa. Usiwahi dharau mafundisho ya mama. Usiwahi dharau wasia wa mama. Mama atakusaidia katika wasia wake. Wamesema it is good. Fathers have instruction. Najua instruction ni kitu ambacho ni kama command. But wamesema do not forsake the teachings of your mother. Number 5, and then ni ya mwisho tuombe pamoja. They are mentors to their children. They are mentors to their children. Kuna msemo kwa Kiswahili watu nasema mtoto hutazama kisogo cha nina. Nina kwa neno la Kimvita ni inamaanisha mama. Praise the name of the living God. Na kisogo kwa kawaida mara nyingi hasa wale watu ambao wanabeba mtoto mgongoni. Ukibeba mtoto kwa mgongo anatazama hapa nyuma. Praise the name of the living God. The Bible says in the book of Ezekiel chapter 16 verse 44, everyone who quotes Proverbs will quote this proverb about you. Like mother, like daughter. Praise the name of the living God. So wakati mwingine huwa tunataja hii tunasema tu ni ya Kiingereza. Simuona ni maandiko. Najua labda wengi wetu hatukuwa tumejua huo mstari, but now you will know. You can quote it anywhere. That like mother